Ndugu mtazamaji, leo tunajifunza namna ya kutengeneza mbolea. Kiongozi, tuambie hapa namna mbolea hii inavyoweza kutumika kuanzia inavyotengenezwa hadi inavyotumika kwenye mashamba. Hii mbolea ni kwa ajili, kwa mfano ng'ombe wakilala huku juu, uchafu unaenda kule chini. Ukienda kule chini ndio unaweka na majani na matakataka, yakioza yanakuwa mbolea, yakichanganyikana na mikojo ya ng'ombe pamoja na kinyesi. Mfano hii hapa ni tayari imeshatengenezwa. Hamna, haya ni mapumba yaliyopasuliwa na mbao kwa ajili ya kuweka kama sponge kwa ajili ya kulalia ng'ombe. Lakini ikiwa ni mbolea itakuwa mbolea ikibadilika. Kwa hiyo nataka kuniambia kwenye kinyesi hapa wanajisaidia hapa, si ndio? Ndio. Alafu mikojo inaenda kule. Baadaye mnachukua mabua na manyasi yaliyokauka. Ndio. Mnachanganya kwenye ule mkojo. Ndio. Tunatupia tu, baadaye maji yakikauka tunageuza na majembe. Naoza inakuwa mbolea. Haise? Hiyo ni teknolojia mpya kabisa ambayo tunaipata huku Iringa vijijini. Kwa hiyo ng'ombe wanalala hapa, wametengeneza mazingira mazuri kiasi kwamba mikojo yote inaingia hapa. Baadaye wanachukua manyasi yaliyokauka, wanayaingiza humu, wanageuza na majembe, baadaye inakuwa mbolea nzuri sana. Kwa ajili ya kuweka kwenye mahindi na mazao mengine, yani inakuwa mbolea nzuri sana kuliko hizo za viwandani. Kwa hiyo wengine pia, watu wengine wakulima inabidi wajifunze namna ya kutumia hii mbolea ya kinyesi pamoja na mkojo, na sio kinyesi tu na mkojo. Yani ni kinyesi pamoja na mkojo. Inatoa mbolea nzuri sana kwa ajili ya kuweka kwenye mazao. Ardhi inakuwa haichoki na mazao yanakuwa na ubora zaidi. Kama ambavyo unaona mazao yale ambayo yamekolea, yani yamekubali kutokana na mbolea hizi ambazo zimezalishwa hapa. Safi sana wakulima. Na huu ndio ubunifu ambao Tanzania unautaka. Watu watumie vitu vilivyovo kwa mazingira yanayowazunguka ili kutengeneza nini?